Ushindi wa Arsenal ulipoa haraka sana kama mapenzi ya sufuria. Hayakudumu. Acha nisiendelee bwana. Karibu sana ndugu. Kwa urasmi wa kipindi naomba ujitambulishe. Asante sana ndugu Mlama. Na ndugu Lomeri pamoja na mstaifu Mabruk. Jamaa wa manyoka. Bwana wa manyoka. Yaje kwa mataya juu. Hata hivyo nijitambulishe rasmi, Mwalimu Juma, shule ya wavulana ya Lenana hapa jijini Nairobi, na nimefika kituoni kwa minajili ya kusema na hasa katika kuendeleza lugha hii yetu ashirifu ya Kiswahili na pia kuchangia mada kuhusu elimu na kipindi hiki cha msukosuko shuleni. Tufanye nini? Kwa sababu yanatupata wakati mwingine si kwa mapenzi yetu, ila ni mambo ambayo lazima tuone tunaweka kwenye mizani na tuone ni yapi ambayo tunaweza kuyafanya ili kuepuka mambo haya ambayo yametokea. Nilipokuwa hapa studioni wiki iliyopita nilisema mikakati ipo ila haitoshi. Kwa hivyo inahitaji tufanye na tuweke nguvu zaidi. Na mikakati ambayo ipo nadhani kwa vyote vile imeweza kusaidia kwa kiasi fulani, lakini tunaweza kufanya zaidi. Shukrani sana kwa utangulizi huo ndugu Juma. Mwalimu, ningependa mtazamo wako kuhusu CBC na mfumo wa elimu wa sasa. Je, unaleta suluhu ama bado ni hali tu ya kuchangia katika hali ya matatizo ya kujirudia? Tumejua kwamba matukio haya yalishuhudiwa kwenye miaka ya awali. Mfumo wa elimu ulikuwa ni tofauti. Mfumo wa elimu wa sasa ni wa upekee. Je, pana suluhu, pana mwelekeo wa kuleta usuluhishaji kwenye mambo haya? Asante ndugu Mlama kwa swali hilo nzuri. Nadhani tunapozungumzia mfumo huu wa CBC katika shule za sekondari za juu, nadhani mfumo huu sasa hundo mula wake wa pili. Hatuwezi usingizia au kushadidia kuwa labda umechangia sana. Iwapo migomo hii ambayo inaonekana ingekuwa katika shule za sekondari za awali, labda tungekuwa na sababu. Lakini kwa sasa katika shule za sekondari ya juu tuna mifumo miwili, ile ya 844 pamoja na mfumo wa CBC. Mfumo wa CBC ama CBE haujakolea sana katika shule hizi za sekondari za juu, na ni mfumo ambao bado tunaweza kusema uko katika majaribu. Majaribio hasa si majaribu. Unajaribiwa hapa na kule. Lakini hata ukiangalia majaribu kwa maana ya ile dhana ya kidini, majaribu wajua huwa ni kama mitihani. Sasa ukiangalia kwa muktadha huo, utaona kwamba kwa kweli kuna muumano fulani. Kama ni mfumo uko kwenye majaribio sawa na majaribu. Ama mstaifu unasemaje? Nakunga mkono. Wewe unatujaribu. Ukafika kwenye majaribio. Ni kweli nadhani muhimu kwangu kwanza, ndugu Mlama, ningependa sana hata kabla kuchangia zaidi kuzungumzia swala la kuhabarisha tukio linapotokea, kwa sababu kwa mfano ukisoma kwenye mitandao ya kijamii taarifa ambazo zinatoka kuhusiana na migomo hii wakati mwingine ni ya kutoa moyo. Lakini unapoenda hasa eneo la tukio unapata mambo tofauti. Kwa mfano tunataka niweke rekodi sawa kwa kuna wengi wanasema mambo mengi kuhusu shule ya Lenana. Ni kweli kuwa nilikuwa pale, tuko pale, walimu wako wote salama, lakini taarifa zinazoenea ni kuwa tumepigwa, tumevunjwa, tuko hospitalini. Mimi niko hapa studioni, mwalimu mkuu amekuwa akiongoza vikao. Kwa hivyo zile taarifa sijui tutafanya nini, kwa sababu wakati mwingine taarifa zinazotoka si za kweli. Na kwa msingi hiyo labda ningependa tukutahadharisha. Kuna haja ya kuchukua tahadhari kuhusu taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Bila shaka tujue kwamba wanaoandika, wanaochapisha na kusambaza si wanahabari. Ni wananchi tu, ni watu ambao wana bando. Ama wana nini mstaifu? Wana mabando yao. Wana bandeli. Kwa hiyo
pengine katika hali ambayo inafanyika shuleni. Na nimejiuliza swali hili na wengi bado wanauliza. Najua tumechambua katika vipindi vya awali kuhusu mambo haya, lakini bado yanatukia. Ndio. Wanafunzi wanasema nini? Ama mambo ni mzizi wa fitna upo wapi? Nini kinachofanyika kabla ya mambo haya? Kichocheo ni gani? Naam. Mambo ni mengi ambayo wanafunzi wanayaibua pale shuleni. Naam. Lakini zaidi ya yote ambayo wanayaibua imefika mahali ambapo wanafunzi wanashinikizana wao. Nadhani wengi tu wameona kuwa wanafunzi wanafanya ili kuungana na wenzao. Tunasema in solidarity. Kuna wanataka kwenda kwa sababu shule jirani imeenda. Na niseme tu kuwa ni vizuri tuangalie kama taifa. Nadhani nisema wiki jana kuwa kuna matatizo zaidi ya jinsi ambavyo tunavyoona sasa hivi. Na si vizuri kuegemea upande moja wakati ambapo tunakabiliana na tatizo hili. Kwa sababu mwegemeo umekuwa mkubwa sana upande wa walimu. Tumefanya, hawajafanya, wametekeleza, hawajatekeleza, hiki na kile. Watu wengi wanakisia mambo mengi ambayo yanafanyika pale shuleni. Lakini zaidi ya yote lazima pia uangalie zamani kuna shule ambazo hazingetarajiwa kwenda kwenye migomo hii. Lakini sasa hivi ni zaidi na hasa shule za kitaifa. Wewe unajiuliza tatizo litakuwa ni lipi? Kwa sababu shule hizi za kitaifa zilikuwa zinajulikana kwa kuongoza katika matokeo, kuongoza katika mifumo, kuongoza katika miundo misingi, kuongoza katika kila sekta katika sekta hii ya elimu. Kila mwanafunzi alitazamia kuingia katika shule hizi za kitaifa. Na leo hii ndizo ziko katika mstari wa mbele wa kuteketeza. Kuteketeza na wengine si kuteketeza, kutaka tuko na nyumbani. Kutaka tuko na nyumbani. Na ipo hoja umesema kwamba ile hali ya kuwa na mshikamano, yani solidarity. Wanafunzi wanataka wapate mshikamano, yani kuungana katika jambo la kutaka waende nyumbani. Mbona wanafunzi wanataka waende nyumbani? Hawataki kuwa shuleni. Licha ya kwamba tunajua umri wao wa sasa ni wa kuwa shuleni, na kwa mujibu wa ratiba ya masomo wanapaswa kuwa shuleni. Hamu hii, utashi huu wa kutaka kwenda nyumbani unachangiwa na nini? Mambo kadhaa. Kama mtaaluma katika sekta ya elimu na mwalimu, kwanza ni wazi kuwa mula huu wa pili ni mula mrefu mno. Na shughuli pale shuleni huwa ni chache ikilinganishwa na mula wa kwanza. Mula wa kwanza kuna shughuli nyingi ambazo zinawafanya wanafunzi kutangamana na wazazi wao. Labda kila baada ya wiki 2 ama 3 labda wamekuja ile shughuli ya kliniki ile ya kiakademia. Labda wamekuja katika ile AGM, wamekuja katika mkutano mkuu. Kwa hivyo shughuli ni nyingi. Lakini tunapoingia katika mula wa pili inakuwa ni academic. Shughuli ni chache mno. Shughuli ni chache, alafu sasa tunapambana mno. Wale ambao yani tuseme kwa ufupi kwamba ndio muhula wa masomo. Ndio masomo hasa. Ndio muhula ambao unasema wakula buku. Kula vitabu. Kwa hiyo wanafunzi ni kama hawataki kusoma sana. Hebu nipate kauli ya mstaifu.